Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu watazamaji ambao mmekuwa mkifuatilia channel yenu hii ya Msiru Online TV. Mimi ndugu yenu Bwana Haidari, mtumishi wenu. Kwa mara nyingine leo nakutana nanyi hewani kwa mfululizo wetu ule ule wa kuwaletea vipindi vyenye lengo la kukumbushana mambo mbalimbali kuhusiana na dini yetu na wakati mwingine majambo ya kijamii kwa ujumla. Sisi kama Waislamu tuna njia mbalimbali ya kuweza kutatua changamoto zetu. Changamoto ya namna yoyote ile, shida za namna yoyote ile, Uislamu haukuacha kutusaidia kutatua changamoto hiyo. Ndugu zangu watukufu wa Islam, leo tunahangaika sana na swala zima la maadili yanayoonekana kuporomoka sana na kuharibika, na lawama nyingi tukiitupia watoto wa siku hizi. Lakini je, tukitazama sisi wenyewe kama wazazi, kama Waislamu, tumetekeleza kwa kiwango gani majukumu ambayo yanatulazimu kuyatenda ili kuifanya jamii itengemae? Kila mmoja wetu amepewa lazima ya kufanya ili kuufanya ulimwengu uwe mahali pazuri kuishi. Mauaji, fitina, shida, njaa, vita vinavyotokea kila pembe ya ulimwengu, yote haya ni matokeo ya kutowajibika kwa kila mmoja wetu. Hivyo mashirika ya kimataifa, taasisi zingine za kijamii zinazohangaika kwa ajili ya kuzungumzia maadili, makongamano yanafanywa kwamba kipi kifanyike ili kurejesha maadili, na hasa ukizingatia kwamba yanatokea katika nyakati ambazo elimu imepiga hatua, teknolojia imekwenda mbele, ustaarabu umetamalaki kama wanavyoamini wao. Lakini bado kadiri fedha nyingi zinavyotumika kwa imani kwamba ndio zinatafutwa njia za kurejesha hayo maadili, hakuna kinachoonekana kama kuna hatua yoyote iliyopigwa. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala katika mazingira kama haya, ponapoharibika mambo katika nyakati zilizopita, humleta nabii kuja kuifundisha jamii ile na kuirejeshea heshima yake kama inavyostahili kuwa. Mfululizo huo ulipokwisha mpaka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pale ndio yeye sasa ndio kikomo cha ufundishaji wa maadili. Katika nyakati zake alifika katika jamii ambayo haikuwa na kusaminiana, haikuheshimiana, wala hapakuwa na kujaliana. Mwisho wa yote, mtoto wa kike alionekana si lolote si chochote, alifanywa kwamba ni bidhaa tu, na wakati mwingine alikatishiwa uhai wake kwa kuonekana tu kwamba yeye ni mwanamke. Sasa basi, kabla ya kurefusha sana mazungumzo, nirudi kwa jamii ya Kiislamu yenyewe kama yenyewe.
imebebeshwa dhima, jukumu la kutengeneza jamii hii. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anafundisha kwa kusema, adibu auladakum, wafundisheni adabu watoto wenu. Watoto tunazungumzia kiwango cha nasari huko, watu waanze kufundishwa adabu. Sio hivyo tu wafundishwe na Qur'ani, sio hivyo tu wafundishwe kumjua mtume wao na watu wake wa nyumbani, wafundishwe hivyo. Haya msingi wake ni kwamba binadamu atakapokuwa anafundishwa jamii toka akiwa mdogo, majambo yake yale ya kijamii anayoishi, basi atakapokuwa anapanda nayo hayo ndio atakayokuwa tabia zake za maisha. Leo Waislamu, watoto wetu tunawafundisha Qur'ani? Tunawafundisha kumjua mtume? Tumejikita zaidi kuwaelekeza katika namna ya kuipata dunia yao, kuwatafutia shule nzuri nzuri, kuwalipia karo kubwa kabisa, kuwatafutia walimu wanaoonekana kwamba wana uweledi. Si jambo baya, wala tukosoi, haya ni mazuri kabisa. Lakini tunawajenga upande mmoja tu wa mwili, afanikiwe kupata masofa, afanikiwe kujenga nyumba nzuri, mashamba makubwa, lakini bila kujali kwamba atavipataje hivyo vitu. Kwa sababu tu ya elimu yake hiyo itampa nafasi ya kuiba pale atakapoajiriwa, ya kufanya ghushi katika biashara zake na mambo mengine ya mfano huo. Ndio jamii tuliyotengeneza. Lakini yeye kwa kuwa Muislamu angezijua mapema adabu za kuheshimu watu, kumheshimu mtume, kumwogopa Mwenyezi Mungu, asingefika huku. Kwa nini? Hapa pana maelezo. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema hivi, almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Uislamu hasa, Muislamu wa kweli ni yule ambaye Waislamu wenzie, jamii anayoishi nayo, inanusurika kutokana na shari za ulimi wake na shari za mikono yake. Hatumii ulimi wake kuibuguzi jamii anayoishi nayo, hatumii ulimi wake kuharibu ndoa za watu, wala hatatumia vibaya maneno yanayotamkwa na ulimi wake kuweza kutapeli, kushawishi sheria ipindishwe, kushawishi rushwa, wala kushawishi mabinti wa watu kuvunja bikira zao bila idhini za wazazi wao. Hafanyi kitu kama hicho. Leo ndoa nyingi zimevunjika kwa shari za ulimi. Taasisi zimesambaratika kwa shari ya ulimi. Uongo, fitina, majungu, haya yote msingi wake ni ulimi. Na anayefanya haya anajinasibisha na Uislamu. Lakini hakika Uislamu unamtaka ulimi wake uwe chanzo cha amani, ulimi wake uwe chanzo cha utulivu. Wayadihi, na mikono yake haitumiki kuwazuru wengine. Mikono hii ndio inayotumika kugeuza hisabu katika taasisi za serikali ili upate kuiba, kugeuza herufi, kuongeza namba, ili mradi tu uibe. Ukimwambia anasema hii ni mali ya umma. Hapana, si mali ya umma. Umma umekuamini wewe pale.
umekuamini kwamba pesa zao utazichunga na utazipeleka katika miradi iliyokusudiwa ili itoe matokeo itakayonufaisha jamii ile, itakayonufaisha umma ule, lakini wewe hukuaminika. Lakini hapa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anatuambia hivi, ayatul munafiki thalatha, alama za mtu munafiki ni 3. Kwanza, idha haddatha kadhaba, anapozungumza huwa anazungumza uongo, huo ulimi wake. Wa idha wahada akhrafa, na anapoahidi hatekelezi ahadi zake. Wa idha atumina khana, na anapoaminiwa haaminiki, anavunja ule uaminifu. Sasa hizi sio sifa za Muislamu. Muislamu hawa hivi. Hadithi inaendelea kusema, wal muhajiru man khajala ma'anaha Allahu anhu, na muhamaji wa kweli ni yule anayeyahama matendo yake machafu na kwenda katika matendo mema. Kwa hiyo kuhama si kule kubadilisha mazingira ya kuishi, bali watakiwa ubadilishe namna ya kuishi. Huko ndio kuhama. Kama ulikuwa fisadi, acha ufisadi. Ulikuwa fitina, acha ufitina. Mwizi katika taasisi za umma au mahali popote ulipoaminiwa, acha. Huko ndiko kuhama. Kwa hiyo bila kurefusha sana mazungumzo, huu ndio Uislamu. Kama watu wengejiepusha na kuchunga ndimi zao, wakazungumza yale yatakayotengeneza amani, utulivu, upendo na mshikamano, na watu wakaacha, wakayahama matendo yao machafu, maovu, husuda, chuki, wakayahama hayo, wakaenda katika matendo yanayohimiza mshikamano, umoja na ushirikiano, basi jamii yetu ingepoa. Kwa sababu wakati mwingine watoto wanaoshikwa katika pirika mbalimbali, panyarodi, si sungula vumbi na matakataka mengine mengi, majina yao wakati mwingine utakuta Rajabu, Abduri na mambo mengine kama hayo. Wana munasaba na Uislamu. Ni kitendo cha aibu. Kwa nini panyarodi atokane na mtu ambaye ananasibika na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aliyeyafundisha kuzuia yote haya? Vipi? Tumeregea mahali fulani, hatujatekeleza wajibu wetu itakakikanavyo. Turudini katika njia ya Mwenyezi Mungu, turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, turudini katika mafundisho ya Bwana Mtume, tuilee upya jamii yetu, tuweze kupata kizazi ambacho kitakuwa na msaada kwa jamii tunayoishi na taifa kwa ujumla. Basi asanteni sana kwa haya na mengine mengi ambayo yatakuja katika vipindi vijavyo. Usiache kusubscribe TV yetu hii ili uweze kupata maelezo haya na mengine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.